Haiti. Nchi ya Haiti imekuwa haitawaliki. Have you ever seen, sijui kwa mambo Reverend, kuna voodoo, kuna vitu panelo Caribbean vitu voodoo na vingine huko. Lakini ukiangalia ni weusi, lakini wao wanaongea Kifaransa. Lugha yao Kifaransa. Anakuja huko waziri mkuu kuweka mkataba. Kenya ipeleke askari wa polisi, sio askari jeshi. Askari wa polisi waende wakalinde amani. Kumbukeni kwanza, askari jeshi ndio wale walikuwa wanapiga viongozi tear gas. Sijui kama walipata maarufu wa kupiga watu sumu hiyo ya machozi. Ndio sasa dunia ikaona hiyo Ruto wapeleke huko. Sisi tukapinga kwamba vijana wetu wakipelekwa Haiti, alafu tuone kwamba wamakufa kule wanaletwa na bodybags. Kenya kwanza will be held accountable by the Kenyan people. Viongozi wetu walipinga swala hilo kwa bunge, hata wakaondoka. Kenya kwanza wakapitisha azimio lao hilo, resolution. Wakasema Kenya itapeleka polisi. Bado sisi, this is what it means to have official position. Tunapinga swala hilo. We can see danger ahead. But even worse, sasa Ruto na Prime Minister anaweka hiyo sahihi kinyume na uamuzi wa mahakama. In other words, contempt kisheria, yani wanapuzilia mbali tu mahakama. Huku mahakama ilikuwa imesema hapana, swala hili mambo yasifanyike, lakini wanaendelea wanaweka sahihi kinyume na uamuzi, direct uamuzi wa mahakama. Je, Wakenya tutaelewa tuna serikali ina gani huko Haiti? Because a country inatawaliwa 80% na gangsters, yani robbers. Yani 80% hakuna serikali. Hata ile inaitwa complementarity, kwamba bunge letu likipitisha na lao pia lipitishe, hawana uwezo. Ndio anasema basi wewe kaa huko Kenya, usirudi huko. Shida. Lakini kilicho na umuhimu zaidi, huku tukipeleka askari polisi huko kwetu, Baringo mwalimu anauawa. Kwanza alikuwa amepigwa risasi akawawa. MCA mwenyewe, MCA kama wenu hapa, amepigwa risasi hapa nyumbani. Ukiangalia between Isiolo na Meru mpaka pale kuna shida nyingi. Kazi ya askari polisi yetu bado ni nyingi.